Kuna watu duniani walipoteza maisha yao kwa makosa ambayo hawajawahi kuyafanya, lakini stori ya mwanaume huyu ilishtua dunia nzima. Mwaka 1987 katika mji mdogo wa Manarval huko Alabama, kulikuwa na msichana mmoja mzungu aliyeitwa Rhonda Morrison. Rhonda alikuwa anafanya kazi kwenye duka moja la nguo hapo mjini. Alikuwa ni msichana mmoja mwenye upole sana, watu wengi walimpenda. Lakini siku moja asubuhi, mfanyakazi mwenzake alifungua duka. Alikutana na kitu cha kutisha. Mwili wa Rhonda ulikuwa umelala chini, alikuwa ameuawa kikatili. Mji mzima uliingiwa na hofu. Polisi wakaanza uchunguzi haraka, lakini siku zilipita, hawakumpata muuaji. Wananchi wakaanza kulalamika, vyombo vya habari vikaanza kushinikiza mapolisi. Kila mmoja alikuwa anataka kujua kwamba ni nani aliyemuua Rhonda. Miezi ilipita. Ghafla polisi wakamkamata mwanaume mmoja mweusi aitwaye Walter MC Millian. Walter alikuwa ni mfanyabiashara wa mbao, alikuwa na familia na watu wengi waliomjua walijua alikuwa ni mtu wa kawaida tu. Lakini kipindi hicho ubaguzi wa rangi ulikuwa bado mkubwa sana huko Alabama. Mwanaume mweusi kushukiwa kumuua mwanamke mzungu ilitosha watu wengi kuamini kwamba yeye ni muuaji. Walter alivyokamatwa, mji mzima ukaanza kuchukia hata kabla hajafikishwa mahakamani. Walter alivyokamatwa tu, mji mzima ukaanza kumchukia. Yaani hata kabla bado hajafikishwa mahakamani, watu walikuwa wanapiga kelele nje ya kituo cha polisi, "Mnyongeni! Mnyongeni! Kamuua msichana wetu!" Oya, kila mmoja pale alikuwa amejawa na sumu. Raia wote walikuwa wanamtamani mshikaji. Lakini Walter alikuwa anasema jambo moja tu kwamba sijaua mtu. Yaani siku zote unapobambikiwa kesi ya uongo, hakunaga mtu anaamini kwamba wewe hujafanya. Yaani hata useme nini. Walter akawa anasema tu kwamba sijaua mtu, siku hiyo nilikuwa nyumbani na familia yangu. Lakini licha ya kujitetea kote, hakuna kabisa mtu aliyemsikiliza. Siku chache baadaye, polisi wakasema kwamba wamepata ushahidi muhimu. Mwanaume mmoja aliyeitwa Ralph Mears. Ralph alikuwa ni mhalifu ambaye alikuwa na kesi nyingi sana. Polisi walimshawishi mshikaji aweze kusema kwamba alimuona Walter akifanya mauaji kwa siri. Walimpa ahadi kwamba kesi zake zitapunguzwa, na mjomba akaona kabisa hapa ni bingo, ikabidi akubali kwa sababu amepata fursa ya kuweza kumsaidia aweze kupunguziwa miaka ya kukaa gerezani. Basi bana, wazee wakamchukua Ralph wakamweka kwenye defender moja kwa moja mpaka mahakamani. Walipofika mahakamani, kweli bana, mzee akamchomesha mshikaji. Ralph akasema kwamba ndiyo, Walter ndiye muuaji. Mahakama ikawa kimya. Walter akasimama kwa hasira akasema, "Anadanganya, sijawahi kumwona mtu huyo." Licha ya Walter kujitetea na nini, lakini hakuna aliyemsikiliza. Lakini watu wengi walikuwa tayari wameshaamua kumwamini Ralph. Kwa hivyo haikuwa ni kazi nyepesi kuweza kuwashawishi kwamba eti Walter hajaua. Kesi ikaendelea kwa wiki kadhaa, lakini jambo la kushangaza ni kwamba watu wengi walithibitisha kwamba Walter alikuwa sehemu nyingine kabisa ile siku ya mauaji. Kulikuwa na mashahidi wengi. Baadhi yao walisema Walter alikuwa kwenye shughuli ya familia, tulikuwa naye muda huo wote. Lakini ushahidi wao ulipuuzwa kwa sababu kipindi hicho maneno ya watu weusi hayakupewa uzito sawa. Mwisho wa kesi, jaji alitoa hukumu. Mahakama yote ilikuwa kimya. Jaji akasema, "Walter MC Millian, mahakama imekukuta na hatia ya mauaji." Walter akanyamaza, kutikisa kichwa kwa hofu. Na jaji akasema kwamba na umehukumiwa kunyongwa. Hapo ndipo mama wa Walter akaanza kulia mahakamani. Walter mwenyewe akabaki kimya, alijua kabisa maisha yake yameshaharibika. Walter akachukuliwa na kupelekwa sehemu ya wafungwa wanaosubiri kuuawa. Ilikuwa ni sehemu ya kutisha sana. Wafungwa wengi huko walikuwa wanasubiri tu siku yao ya kunyongwa. Kila siku Walter alikuwa akiishi maisha ya hofu sana. Wakati mwingine alikuwa akisikia wafungwa wengine wakipelekwa kuuawa, na kila mara akawa anajiuliza kwamba je, ni mimi ndiye nitakayefuata? Miaka ikapita, watu wengi wakaisahau kabisa kesi yake. Lakini mwaka mmoja, kuna mwanasheria mmoja aliitwa Bryan Stevenson aliingia pale Alabama. Lakini Bryan alikuwa ni mtu wa tofauti sana. Aliamini kwamba maskini na watu waliotengwa
na wenyewe walistahili haki. Aliposikia stori kuhusu Walter, akaamua kwenda kumuona gerezani. Siku ya kwanza alivyokutana na Walter alikuwa tayari ameshakata tamaa kabisa. Brian alivyokaa tu hivi mbele yake, Walter alimtizama kwa macho ya huzuni sana. Walter akauliza tu kwamba kwa nini upo hapa? Brian akamjibu tu kwamba nimekuja kukusaidia. Walter akacheka sana kwa uchungu. Yaani wote usema hivyo, lakini kisha wanaondoka. Brian akasema kwamba mimi sitaondoka. Walter akamwangalia mshikaji hivi kwa huruma, kisha akasema kwamba mimi sikuua mtu. Brian akamjibu tu kwamba ninaamini hivyo. Walter machozi yakaanza kumtiririka. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, leo ndo amepata mtu wa kuweza kumsikiliza. Brian akaanza kufukua faili zote za kesi. Sasa kadri anavyozidi kuchunguza, ndivyo alipoanza kugundua mambo ya kutisha zaidi. Polisi walikuwa wameficha ushahidi mwingine. Watu wengi walitishiwa juu ya ushahidi, na yule shahidi mkuu Ralph Mears akaanza kuogopa. Siku moja Brian akaenda kuzungumza na Ralph, lakini mwanzoni Ralph alikataa kabisa kuzungumza, lakini baada ya muda akaanza kutetemeka. Brian akamuuliza, Walter ndiye muuaji kweli? Ralph akaanza kulia, akasema kwamba walinilazimisha niseme hivyo. Brian akamuuliza kwamba kina nani hao? Akasema kwamba ni polisi. Brian akabaki kimya kwa muda. Hatimaye sasa ukweli ukaanza kutoka. Brian taratibu akaanza kupeleka ushahidi mahakamani, lakini watu wengi hawakupenda kabisa kile alichokuwa kikifanya. Alianza kutishiwa na watu wasiojulikana. Wakati mwingine kuna gari zilikuwa zinamfuatilia hadi usiku. Unaambiwa watu walikuwa wakimtukana kwa sababu alikuwa akimtetea mwanaume mweusi, lakini Brian wala hata hakuacha kuifuatilia hiyo kesi. Sasa ikafika siku ya mwisho kusikilizwa kesi, mahakama ikawa imejawa na watu. Naambiwa Walter aliletwa mahakamani akiwa amechoka sana. Brian akasimama mbele ya jaji, kisha akaanza kutoa ukweli mmoja baada ya mwingine. Akaonyesha jinsi ya ushahidi ulivyofichwa, akaonyesha jinsi ya mashahidi walivyodanganya. Kisha Ralph Mears mwenyewe kabisa akasimama pale pale kizimbani. Mahakama ikawa kimya. Ralph akaanza kulia, akawa anasema tu kwamba Walter hana hatia, nililazimishwa kusema uongo. Walter aliangusha vilio kusikia yale maneno kutoka kwa Ralph, kwa sababu baada ya miaka mingi, lakini leo hii ukweli umekuja kudhihirika. Mahakama ikaamua kufuta hukumu ya Walter. Walter akaachiwa huru. Alipotoka nje ya gereza, alimkumbatia Bryan Stevenson kwa nguvu sana. Walter akasema kwamba umeyaokoa maisha yangu kwa kiasi kikubwa sana. Bryan mwenyewe macho yake yakajawa na machozi, kwa sababu alijua kwamba kama tu asingepigania kesi hiyo, mwanaume asiyekuwa na hatia basi angeuawa kikatili sana. Na hapa ndipo nimejifunza kitu kikubwa sana. Si kila anayeenda jela basi ana makosa. Kama leo hii Bryan asingeweza kusaidia maisha ya Walter, basi nadhani Walter angeishia jela, na sio jela tu, basi angenyongwa kabisa. Hebu dondosha komenti yako hapo chini. Umejifunza nini kwenye hii story ya Walter? Na kingine ni kuombe tu mdau wangu, kama ndio mara yako ya kwanza unakutana na hii channel ya Smora, basi nakuomba tu subscribe, ucomment na kulike. Ulikuwa nami explain wako la Mtanzania aka Mbuga Boy. Hivyo sasa kutana notification bell, kusubscribe, kucomment na kulike. Shayo.